Na mwiki wa tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka wa 2025. Karibu katika taarifa za AGR News. Mimi ni Videlis Moshoge. Aliyekuwa waziri wa zamani Daktari Fred Matiang'i amerejea nchini Kenya baada ya kufanya misurulo ya mikutano Marekani, mahali ambapo alikuwa anakutana na Wakenya ambao wanaishi pale Marekani ambao waliahidi kumuunga mkono katika azma yake ya kuwania urais mwaka wa 2027. Matiang'i ameahidi Wakenya kubadilisha uongozi wa Kenya. It's the time for us to have conversations one with another about the future of our country and try the best we can to be as orderly as we can ever be. That's why I was saying earlier, because this is the airport and usually the airport is a security place, we will be brief here so that we don't make it difficult for these wonderful people to manage the airport. Because you see, this is also the entry point to our country, and we must make it easier for those who are visiting us and those who are coming into our country to get in peacefully and go on with their businesses. I want us to organize a meeting. That's why I was looking for you, Angel. I want us to organize a meeting with all of you guys, leaders, within the next few days so that we can get together and talk and now plan things together. Wanabiashara na wanaoishi eneo la Kerugoya katika kaunti ya Kirinyaga wamekadiria hasara ya mabilioni ya pesa hii baada ya eneo hilo la Kerugoya kushika moto. Polisi wameanzisha uchunguzi ili kujua kini cha moto huo. Tukiitisha gari ya moto haikupatikana, inasemekana imeharibu kitu ya laki mbili. Kama county government hakuna kitu imefanya, lakini maswali ile najiuliza, kwa sababu gavana wa Kirinyaga anajenga parking ya magari ya mazima moto na ile magari iko hapa imeharibika. Magari ya mazima moto ndio iko na haja ama ni nyumba yenye anajenga ya milioni 200? Na viongozi wa dini ya Kiislamu kutoka eneo lile la Bonde la Ufa wamewashtumu viongozi na vilevile polisi wanaotumia nguvu kupita kiasi kuwakabili wananchi wa raia wa kawaida. Wamewaomba viongozi wakuu katika serikali kuwajibika na kuadhibu wale ambao wanatumia nguvu kupita kiasi, hasa askari. Na amani na utulivu, kila mtu afanye kazi kulingana na sharia inavyomwelekeza. Ikiwa serikali yetu, katiba yetu imeruhusu maandamano, wafanye bila kuharibu mali, na polisi ni kuwalinda, sio kuwaadhibu. Tunamuomba Bwana Murkomen, ambapo saa hizi yeye macho yote yako kwake, wanaona kana kwamba yeye anatoa amri na ambapo sivyo. Tafadhali tumia uwezo wako, tumia namna unavyoweza kutuliza hili. Tukitoka Bonde la Ufa tunaingia katika kaunti ya Kisumu, mahali ambapo maaskofu wa kanisa la Kianglikani ACK wamejitokeza na kuiomba serikali kufungia mashirika kama DCI na IPOA kwa kusema kwamba wameshindwa kufanya kazi, na wamesema kwamba wale ambao wanavunja sheria wanafaa kuchukuliwa hatua kulingana na sheria. That a body like the DCI should be phased out. It has become a dreaded unit used by those in power to harass Kenyans. IPOA has failed Kenyans, and it is seen as a toothless dog that can't bite, but can talk louder enough to confuse the nation that it is working. Let all machineries of the state that are funded by the taxpayers be allowed to do their work without interference. Our police, please come to terms with the fact that many Kenyans are cursing you every day because of your heartless and callous manner of dealing with the members of the public. And in this kind of behavior that has led into radicalization of our youth as they strive to resist this totalitarianism and its very many manifestations. Hizo ni baadhi ya taarifa ambazo tulikuwa tumekuandalia siku ya leo. Mimi ni Videlis Moshoge.